the rich peke yake tunasikianga, let me call my lawyer, wait for my lawyer, but it's ina feel so encouraging that even people sisi kwa community, we need to embrace that having going to the courts so that justice, kwa sababu huko bedhe kuna a lot of bribery. Nyumba 10 akipewa 100,000 ama apewe plot 2, your case kama ni kuna case ya defilement or rape or domestic violence, akishapewa 2 hiyo kesi inaishi hapo. So at least you're encouraging people to go to the court, at least watapata justice. Funny thing is, you are more likely kupata justice in court than because we are professionals. Unajua, nikihandle mata yako ya lete na handle tu mata yako na inataka legal expertise. Unajua nishifanya. Unajua watu watachukulia tu wakili, judges, nini, watu huchukulia tu we are corrupt and such things. Okay, karibuni sana, and the conversation inaendelea quite interesting, and I hope you're learning more and you're getting more of information. So maybe my second question inaweza kuwa maybe kwa your constitution, which article or which part of the constitution directly protects the right of a voter? Me as a voter. Okay, kwa sahi acha sidanganye sijakram like sections. Okay. But I know kuna section ya law, who is a leader. I think they're going leadership. So who is a leader? Elections hapa Kenya zinakuwa run by IEBC. Yeah. There's the office of the Register of Political Parties. Yes. Ambao wana govern wana nini political parties. And then kuna IEBC mbio ambao wanaangalia elections. Yeah. Na pia kuregister kama voter. Na pia unajua for you to be eligible to vote, you must be a Kenyan citizen of age. Registered as a voter. Alafu you are registered as a voter. Also go to the correct polling station. Yes. Juu ya jina. Wezi tu enda kama na umeregistiwa hapa mkujengo ukaambiwa ni sawa, but you can't vote. What's happened to find unajua last week but tulikuwa na elections kama LSK. Yes, zilifanyika. And nani alikanishwa? Wetangula. Alikanishwa kufanya? Vote. Alikata. Okay, so I almost didn't vote your time. Sababu previously ulikuwa unaza vote anywhere. Yeah. Ile station, let's say kayo sikuli watu kwa Machakos ama kwa Kisumu. Na ulikuwa unaza vote hapo ukienda kotini utaza vote. But this time walikuwa insist una vote in your center. And then your election mimi nilijipata kwa Kajiado. So I had to run from Kajiado nikuje kwa sababu I had my candidates ambao so ilibidi nikimbie ambao it was an inconvenience kwa sababu Kajiado pia ni some distance. But tuliambiwa it was to avoid rigging. Rigging kwa sababu hiyo idea unaweza vote mahali popote. Ilikuwa tu unaenda unawasha hiyo nini? Unarudi na vote again. So I think also when umesema ilikuwa ina inconvenience, also hiyo rule ya voting ina inconvenience a lot of voters. Yeah, ukijipata hauko so how vote. And tuko kwa age ya technology ambapo we vote online. Ambapo cause other nations tucha tuwaite developed, cause sijui hiyo developed hiyo ni gani. Developed nations on organized system yenye you can even vote hata kama uko nje ya nchi. As long as you can access your system, you can. But I don't think ni ngumu if we send money by technology. Na hakuna kitu ya maana Mkenya anapenda kushinda pesa. If we trust technology to send money, why can't we trust technology to vote? And I think for me, mimi nakuwaga skeptic. And for me, I think it is a deliberate effort to frustrate a lot of people and also control. Because if there was a clean system and you can vote from anywhere, na hii system inakurecognize. Like, kama sasa I know, kitu kama Equity Bank natumiaga biometrics.
So I can withdraw money from whichever bank niko. Ndio unaweka kidole, inasoma biometric na hiyo information inaingia kwa system that umetoa. So mbona wasitengeneze system yenye ikiri biometric yako umevote ina tag jina yako, so anyway unaenda ku access unaambiwa inafanya ti ushavote. Bro, vote yako tumeiona tumeiona nini ya Kitengela, vote yako ndio hii police station ya Kitengela nini fulani why are you na wako very very serious na ku prosecute watu wenye wana attempt that thing juu ikikuflag. Unaambiwa kijana kuja kaa hapa chini, asante sana, unapenda kupiga kura sana. Tujafika Singapore. It's not a lack of technology. It is a lack of political will. Because of everybody has interest ya kuget pale and not everyone mwenye ako kwa ile process ni mtu mwenye anataka, kila mtu anataka tu kuwin through hook and crook. So kila mtu amemobilize their own goons, their own people who will vote 10 times. Kila mtu. So unaona gata yenye mtu kwa press conference walikuwa wanatupiga. Ukiuliza yeye pia ametuma watu wakapigana mahali nyingine. Vile tu yeye hapa inamuuma. But what hizo ni speculations for now. What at least allegedly. So that would be a deal. Hata mimi naweza taka hiyo. Okay, I'm sure probably tuta progress to that part. But at the same time unajua pia Kenyan elections is very chaotic. Yeah. And 2017 election, 2017 ilikuwa what's the word of lily kwa chini. Nini watu kukuja kuvote as in silianda kotini. Alafu ikasema turudie. The reason ilikuwa cancelled your election was quality issues. Unajua. Sema tu we can't trust the results. Yes. Ilikuwa na a lot of holes, a lot of questions. 2017. Yes. So nimeshika kura. Kwa 2002 wazee huko 2017 nilikuwa naona kwa news tu the clashes. Okay. So quality issues ni important kwetu si wa Kenya, okay, generally in elections. But it's something that given the two one happens because elections, general elections, it's something I'm sure tunajaribu kukava hiyo inafaa ikuwe free and fair and seen to be fair, not just fair. It should also be seen to be. So naweza taka hiyo me personally naweza taka niweze vote mali popote kwa sababu hata there are a lot of people utapata ambao wana move kwa sababu wanaogopa. There was a time nilikuwa, that was 2013. I had a very young family. Na nilikuwa usaperini, mwana mimi Mjaluo. Nilikuwa naishi huko Makino. Ilifika time election bana tunaondokea tu. Tulienda WhatsApp. Tunaenda mahali uko safe. Tulienda hapa tuko na mtoto mdogo hapa hii time. So hiyo moja tulifanya tu tukaenda and we didn't vote this time, but unajua hiyo fact that there are people would be moving to vote for different reasons, so naweza taka pia tuko na hiyo and I'm sure probably one day tutakuwa na hopefully tuombe tu. Tutakuwa nayo, wacha tuombe. Because if mimi niko wengine wanashinda kwa kwenda kuvote juu hakuna una do. Wewe ulichukua vote ya Ocha juu uko ndio uko na interest. Unasema by the time August inafika kutoka kumeiva. Hakuna dosa hiyo ya alafu of course watu wana take advantage. Si time election si mnaenda kuvote. Bana fair ni 3K. Huyo wana make fair ni 3K. Wewe unataka kupiga kura? Utalipa. So watu wana take advantage. So a lot of people wanakuwa disenfranchised because ya this system yenye iko in place, which ni system tu yetu, because if they also open it up utakuwa na hizo maswali za unaona watu walihack sijui fungua server sijui, as in we also don't trust the system itself yenye tuko nayo yenye iko tu what we trust. So how do you trust this thing which is in the air that una trust that nikivote hapo vote yangu imeingia?
wewe unataka tu uende tu urarue karatasi, uende urushe ndani. Like huwezi trust tu nitaenda place kama kwa ATM machine, niingize ma ID number, ikuje niulize okay, presidential una choose nani, huyu. Senator huyu, alafu submit na nione your vote has been But I feel we have a long way to go kwa sababu I saw juzi IBC mekanisha kutakuwa na simu during the voting. Unajua that's one step yenye ingekuwa at least digital tunaona. As they count this side pia sisi kuna zenye everyone akona walikuwa wanasema like they just stated because kulikuwa na hizo debate za during the Gen Z some of the issues walikuwa wanasema they will stream live during elections. Like they want everything is protest to stream live, like everything now ni streaming live. So hata wakasema during the elections watakuwa na stream live, piga kura, take a picture of your vote. But now IBC ilikuja na statement wakasema like hakutakuwa, I guess it's still on debate, but walikuwa wanasema hakutakuwa na phone. No phones allowed. So we cannot see that election as fair. No phones allowed during kupiga kura. So I think we have a very long way. At least hata tungeanza na hiyo phone and streaming, tungeona maybe one day tunge embrace digital. Kwa tu kwa hapo unaangalia tu website ukiangalia. I think the issue will be for me kama ni historia simu ni usipige picha kura. Like usipige kura picha. Na usistream watu wakivote because it's private. Yes, it's private. So wakati una stream inawezekanishika mimi nikipigia the person mwenye atafanya jikuziwe. Tuone umepigia nani. Hebu acha niulize, waja nyinyi ni members wa mko media. So like your accountability, I think it's something you people should know, like the importance ya kustream. Yeah. Is especially mali watu wataanza complain. Well, tutasikia our rights. I'm sure nyinyi mnajua kuna hiyo importance ya kuelewa. Yeah. Okay. Transparency. Na pia nasema moja, kuna bahati hapa Kenya we have institutions, we have laws, and okay, we have a very vibrant civil service. Okay, we don't have the CSOs. Our constitution I allow for an opposition, but we do have, like, okay, in my industry we are over 20,000 advocates. So if kuna issues ambao watu wapendi, ni vitu tunaweza fight for, like okay, IBC sisi tunawalipa, unajua pay taxes. So na si dictatorship, si ati wanatuambia nyie kitu point na si hatutaki, but kushakuwa na Gen Z unajua. And kuna court tunaweza enda huko. So my opinion is hiyo idea kukataza watu wapiga picha, my opinion is it's illegal, it's unconstitutional. So for me the way I can iwe kupiga picha yako yenye umevote kura, mimi sina issue. The issue ni mimi, the election law inani protect mimi privacy yangu wakati naenda kuvote, that I should know nani nimevotia. Na get? Kwa sababu wewe wakati ulikuwa Kinoo ulitoka because ya safety yako. Right? Maybe mimi mahali niko, the only thing yenye nafanya ni vote na confidence that nobody knows nimevotia nani. And then when umekuja una stream and everybody sees me nimeweka kura mahali, then imeshaenda kwa watu. Nini nakataza watu kukuja kunitafuta because nilivotia the enemy quote unquote. So kustream si shida, but lazima pia ikue na guidelines. Na guideline like tusiende kustream kwa booth. Streameni kwenye watu cause hata media wanakuwa gay place yenye watu wanarusha kwa box nini, like place yenye watu wako, but tukifika kwa booth let's make it private and confidential. Wewe ukitaka kupublicize kitu yenye wewe umefanya ni wewe, but don't publicize what I have done because mimi sija kukubalia ni no, because ya hizo risks za na inaweza kuwa ni unintentional. Usi kamera unashikilia hapa juu. Wewe unavutia na mimi niko hapa next. Waone I guess most conversation ilikuwa streaming on during the counting kwa sababu unajua they count at the polling. Zinabebwa zinaenda to a central place. Zitoka hapo ndio ziende either Bomas. So the conversation was more of
Unajua from the hapa ndio kura ziko. Kama Rubens Center inakuanga polling station. Yeah. So hapa ndio kura iko kila room. One. Hiyo watu wa stream. So tunajua tukitoka Rubens Center tulikuwa na 30. Hiyo watu wa stream. So pale kwa polling pale Central utatuambia 35. Sema 12. Hapo tuambie 12. Hapo ni 30. Hizi zimeenda wapi? Itasaidia accountability and I think IEBC should be promoting that. IEBC should be promoting that because itawaondolea pressure. Yeah. Itawaondolea pressure because for example if I don't think IEBC inaweza stop hiyo kwa sababu unajua as per our rules elections naishi hapo kwa polling station final. Tunajaza maform. Kuna form what? From that. So uko na form hiyo kwa polling station, that is the final. Indi nafaa iende. So maneno ya masava na nini ni mna waste time huko. Kitu imefanyika kwa ballot hapo. Hiyo ndio hata mkienda kotini. So accountability, everything inafaa kuanzia naishi hapo hapa kwa polling station. Unaona? So the fights ambao wanaenda kupata wakikataza hiyo waseme ni aji private media, that is watu wanaweza kubali, si polling station iko hapa wanasema ni aji uko fiti, sisi tuna stream it to live wakati wa counting, then polling station next msana stream, so people know mali ya kwenda kuwatch. Maybe start time ya counting mimi najua mimi niko hii side ya huku, so mimi na watch uko fiti kwa zondo na account polling station yangu. Na wase, so hii ni kitu yote inaweza tumika kama evidence kwa koti because everybody knows, like sasa kama Nairobi na watch uko fiti, una watch hii nyingine, una watch hii nyingine, una compile wewe tu peke, si lazima ingie kwa server. Unaona kura za Nairobi this match, so fulani ndiye amewin. So hata wakati watu wanapiga kelele, and I know like the last election kulikuwa na the common man alikuwa amepata access ya the server yenye nini ziko, so you can go, but ilikuwa ina have issues kwa sababu watu wengi wanataka kuangalia, so ina hang, ina crash. So if they can also make kitu kama hiyo, that nikishamaliza hapa naenda kuconfirm kwa portal inasemaje, naona portal iko sawa, kama haiko sawa na raise alarm, sema bro sisi koti ilikuwa hivi, hii ni different. Ule mwenye presiding officer alijaza vitu zake. Because hapo ndio mali issues zinakujaga, tunahesabu tunafurahi basi ni mtu mmoja it's a manual thing. Zile ilikuwa manual, andike vitu zake. Zikifika huko it's 54 votes. Ikifika huko unajua saa nyingine na kwa tu vote mbili tu, anataka tu atoe vote mbili. And it makes a difference. Atoe hapa ongeza hapo, unajua situlivote wase 30,000 unahesabu tu zimefika 30, but uangalie venye zimeenda. So maybe a question I can ask, do you think me as a voter I can control how the outcome of an election? Me as a voter. But am I in that? Am I able? Voters ndio wana determine election. I mean, at the end of the day, it's the votes that count. It's not politicians. So yes, you as a voter can, kwa sababu again, even for the presidential election to win, 50% plus one. So who knows, you might just be moja tu. You're just plus. So yes, you can. Voter controls. So please chukueni kura, and then mpige kura, and vote wisely. Vote people you feel like. And me as a voter, nimefika pale kwa polling station, and then naambiwa I'm not supposed to vote. What measures should I take? Should I start rioting? Should I start shouting? Let me just go home. Staki maneno mingi. Naogopa wale maskari wamesimama. Staki maneno mingi. Or should I question why am I not supposed to vote? Have you ever had that scenario? Someone really nifanyi as the witness ikifanyika, and I think there was the first time ilikuwa kila kitu kwa electronic because ya zile tablets walikuja nazo, and then guys said bana mtasema hakuna network, so can we have the manual one? So
the backup as a backup and hiyo ndio ilikuwa ina rescue a lot of people because utaenda upate hiyo tablet labda imehang ama iko tu na mashetani. Hizi vitu ndio wakati tunaishi. Ndio kuna venye wazina wakati zile mia voti zinashikwa na wazee kwa na homa. Unaenda ukikosekana unaambiwa enda kwa ile. I think nini kuliko si deputy president alikuwa na yake. So wale wapatikani unaambiwa enda kwa ile. Ukikosekana unaambiwa enda pale kwa manual. Watu wengi walikuwa wanapatikana kwa kitabu. Hii umeenda imetafutwa watu wakifunga kitabu jina inapatikana. You go and vote. Na pia kulikuwa saa zingine pia wakati I think also sisi kama wa Kenya huwa tunachukulia hii kitu for granted. Like wewe kuangalia hata jina iliandikwaje. Wewe ulienda ukapatiwa ukarikuwa registered but huku confirm jina yako ina read venye ina read. Unaona? Because utaenda mtu angalia ID, angalia jina hazifanani. A letter is missing or ama umekuja na voter card na aiambatani majina na ID yako. So utaanza kuconvince msewe ni wewe aje. Because wakati ulikuwa pale ku confirm that I realized that even time nilikuwa nachukua birth certificate ya mtu wangu ili printiwa wrong. The kile kitu jazo vizuri but because this is somebody else mwenye anafanya hii kitu zilikuwa kwa hiyo mistake. Mwenye alikuwa na ifeed kwa server labda alifeed vibaya. Akatoa letter ama akaongeza letter. So mnaanza kubishana. But hiyo I think ilikuwa now the presiding officer ama deputy ndiye anadecide anaangalia na hizi majina ziko karibu sana wewe enda uvote. Sasa zingine tu ziko tu nje unaona au trust that you say. So maybe as a lawyer you can tell us nimekataza kuvote, so can I raise a case? Can I have a lawyer to represent been disenfranchised? Nimekataza polling station kuko na mechanisms. Okay. Kwa sababu agents, different parties wako na agents wa kuja. Yes. So kuna hizo mechanisms, hata even the cops are there, kuna huyo presiding officer, returning officer, sorry. Yeah. So wako hapo na unafaa kuuliza why. Unajua. It could be that pia hata wanasema usha vote. So kuna hizo mechanisms na unaweza zi raise including with the party watu wanajaribu kurun au politicians, the candidates, including with the candidates. So I feel like hapo kunafaa kuwa na mechanism ya kutosha before you especially the fact that different agents wako pale mediator ataitwa kando waambiwe okay kuna hii challenge na hii tunakubaliwa vote watasema tu ama hapana apige so hatujua anavotia nani but all of us tunahopa anavotia mtu wetu okay. So what I get is we start hapo around before now maybe you escalate to again that also can be something good kwenda now continue kama ulikataza kuvote and your candidate win just unaenda useme no mimi ama voter nilienda kuvote nilikataza kupiga kura and again pia chukua picha hapo sasa hiyo nichukua hiyo picha useme mimi nilikuwa hapa nini hapa niko kwa mlango hapa nimekatazwa kuvote kidole yangu ndio hii haina ink yangu iko na ink niko hivyo card yangu hii ID so I came with everything that was required. So you have to document the whole process. It will be good kwa sababu unaweza kwa maybe mtu amechaguliwa mpendi propaganda so kama you feel aggrieved you can also go to court kusema hiyo election like Equal fair and you can use that nilikatazwa kuvote. Wow. And I'm registered. This is my polling station and I didn't vote. Wow. Sawa. I guess that's something we've learned all of us, documenting the process, especially kama umejipata in that situation. You document your value. Unaweza sema ulikuwa kwa watu bila kunasema ati mtu ana vote so nani amevotia nani. Yana huyu ndio alivote yule jamaa bwana unakuja kusalimia usiku kwa kuletea salamu. Okay, but take evidence ambao kama ulikuwa aggrieved rights zako zilikuwa violated. Ulikuwa denied. Chukua evidence na endelea mbele. You have the right to do that.
najua tume learn that and tumejua sisi as a voter we have a right that protects us as we go to court. Ama ukiambiwa you are not voting. We'll take a break kidogo and then we'll be right back.